Nyanya yangu na babu yangu walikuwa wanaishi sehemu ya Nakuru, ingawaje Nakuru iko kubwa, iko na sub counties tofauti. Lakini sana sana nyumbani ni Nakuru. Kuna Bahati pale, kuna Subukia. Nakuru East, kuna Subukia. Yes. Sijui wapi, lakini ni Nakuru yake Madam Susan Kihika. Asante, tunashukuru. Na umefanya kazi Kisii kwa muda gani? Miaka 10 sasa. Miaka 10 sasa? Ndio. Natumanya ndio. Ni mani teka dogo. Wakire wia. Nkikwali kwa manyagoje. Hiyo imepotea. Unafaa kujua Kikisii. Miaka 10. Ingawaje nilipotea kidogo nikienda kufanya masters sasa. Ndio nikaweza kurudi. Okay. Nitakufundisha. Asante. Nitakuja na notebook ya kuandika notes. Ili tuongee Kikisii. Asante kwa hiyo. Akorwase county ya Nakuru. Lakini ora bali Gusii Kigetambe igovono tunamkaribisha ili aweze kushare na sisi kuhusu mental health ambayo imesumbua watu wengi sana, na sio Kisii County, sio Nyamira County peke yake, ni ulimwenguni kote ulimwenguni, kwa sababu msongamano wa mawazo, ugonjwa wa akili una matatizo yake chungu nzima, ambayo tutaenda kushare na Daktari Mary Njuguna ambaye ni mjuaji sana wa hii maneno, ama ni mtaalamu, hiyo ndio jina salama wa hii maneno. Asante sana. Sasa nilipokuwa nikiangalia jioni nilipata jumbe 2-3 kutoka kwa watazamaji. Wakasema wanataka sana kuelewa jambo hili mental health. Imekuwa ni shida. Ni global menace. Sio hata Kisii peke yake, sio Kenya peke yake, ila mpaka mataifa ya nje. Watu wanataka kujua haswa mental health ni nini, ndio tutakapozidisha kuendelea mtu anajua ni nini kwa kirefu. Karibu. Asante sana. Na ni vizuri umeanza na swali hilo kwa sababu ni jambo ninapenda kuzungumzia sana. Kwa sababu tuko na uelewa ama understanding ya mental health ambayo sio ile ambayo inafaa. Kwamba mtu akisema mental health anaisema ni kama jambo baya. Na kwa kweli mental health ni jambo nzuri. Kwa sababu mental health ni afya. Ni kama kusema afya ya mkono wangu ama afya ya akili, mental health. Mental health ikiwa hiyo maneno mawili, it's a good thing. Huwa inakuwa ni mbaya wakati hiyo mental health imekuwa mgonjwa ama imekuwa mental illness. Sasa mental illness ndio mbaya, lakini mental illness, mental health ni jambo zuri. Sasa in definition, mental health it consists of a person's psychological, intellectual, spiritual, social, emotional well-being. So si jambo moja, sio kitu kimoja tu ati tuseme tu mental health ya mtu tu ni kumwangalia, kumuona tu amekaa labda sura yake haionekani vizuri. Kuna mambo mengi ambayo yanahusisha mental health ya huyo mtu. Sasa mental health ni mambo hayo yote na yanapaswa kukua sawa sawa, yanapaswa kukua vizuri. Mental health ya mtu inapaswa kukua nzuri, na everybody should have a healthy mental health or a well mental health well-being. Na ndio inatofautisha kwamba mental health, kila mtu akona mental health. Hiyo ndio jambo lingine, kwa sababu watu wengi wana imagine ukisema mental health inamaanisha ni ule mtu ambaye akona ugonjwa wa mental health ama ambaye akona mental illness. Kila mtu awaye yoyote ambaye ako hai, amezaliwa na mama yake, ametoka kwenye tumbo la mama yake, akona mental. Hata ule mtoto akona mwaka mmoja, hata ule mzee umesema ungependa kujua magonjwa mengine, hata ule mzee akona miaka 80, 90. Kila mtu akona mental health. Inategemea kama hiyo mental health ni nzuri ama ni mbaya. Sasa mental health ni kitu kizuri. It's the health of the brain. Sikujua hilo. Kila mtu ambaye akona ubongo akona mental health. Si ati kwamba wale wakona ugonjwa wa mental illness ndio wakona mental. Kila mtu akona kwa sababu kila mtu akona psychological, akona intellectual, akona spiritual, social and emotional things that are going on. Yes, so that is mental health. Asante. And jambo lingine kuhusu mental health ni kwamba when you have a good mental health, you are able to realize your full potential. Kama ungependa kuwa mwalimu, unakuwa mwalimu kwa kiwango chote ambacho ungependa kuwa mwalimu. Kama unataka kuwa mwimbaji, unakuwa mwimbaji kwa kiwango chote ambacho ungependa kuwa mwimbaji. Kama mimi ni daktari, ninafanya udaktari wangu kwa uwezo wote ambao niko. You achieve your full potential and you're able to cope with stresses. Kwa sababu najua hiyo ni mambo mengine ambayo tutakuja kuongelelea. So hiyo mambo ambayo tuliongelelea kwanza ni
the cells, the internal part of the mental health. Lakini ile tunaona ni whether that person is able to achieve their potential, whether the person is able to cope with stresses of life and a range of emotions. Sasa hizo wakati unaona mtu anaweza kucope na stresses, wakati anaweza achieve their full potential, anaweza kucope na range of emotions, then you say that their mental health is good. Right. I never knew about that. Hata mpenzi mtazamaji, tukisema tu ni mental health, tunairelate na shida za kiakili. Ndio. Huo ni ukweli. Hata mpenzi mtazamaji atakuwa witness. Mimi mwenyewe nilikuwa najua hivi. Lakini ni vizuri kwamba kila mtu ako na mental health. Yaani ni afya ya akili. Na kila mtu afya ya akili lazima iwe timamu, lazima iwe laini. Sasa daktari, kama kila mtu lazima awe na afya ya kiakili, mbona saa zingine watu wana afya ya kiakili kwa inakuja inakuwa akili inagonjeka. Sasa anakuwa na mental illness. How come? Inafanyikaje? Okay. Sasa tutaenda kwa jambo hilo. Na kabla sijaenda sasa kuzungumzia how inakuja namna gani, sasa tufanye definition, tujue mental illness ni nini. Kabla hatujajua inahusisha mambo gani. Sasa tumetoka kwa mental health to mental illness. Ni kama mtu ambaye ako na moyo na kila mtu kama moyo wako haujagonjeka, kila mtu anajua uko na moyo na una imagine iko sawa sawa. Lakini wakati unagonjeka tunasema uko na ugonjwa wa moyo. Pia vile akili tuko nayo, na wakati haijagonjeka tu uko sawa na unafanya kazi zako. Lakini wakati inagonjeka tunasema mtu ako na ugonjwa wa akili. Na ndio tunaita mental illness. Sasa mental illness or mental health disorders ni health conditions. These are health conditions that negatively affect. Sasa zina affect the way we think, the way we feel, the way we behave and interact with others. Unakumbuka definition ilikuwa na being able to cope with a range of emotions. Sasa wakati hiyo mambo inakuwa negative, unakuwa na mambo ambayo ina affect your thinking in a negative way, ina affect your behavior in a negative way, ina affect the way you interact with other people in a negative way. Sasa hiyo inaanza kuonesha dalili za mental illness. So mental illness ni ugonjwa wa afya. It's a health disorder. Ndio tukikuja baadaye tukianza kuulizana imetoka wapi. Tayari nimeshasema ni jambo ambalo linatibiwa hospitalini ama linashughulikiwa kama magonjwa mengine. Mtu akigonjeka moyo anaenda hospitalini, akigonjeka kansa vile mental health tumesema tayari ni kitu ambayo ina affect ubongo. Sasa akikuwa na ile dalili tunaona kwamba kuna kasoro mahali, tukue tunakumbuka kwamba ni ubongo ambao umegonjeka na tunaweza kufanya jambo kuhusu hivyo. Asante. Yaani kwa kifupi ni kwamba kama nimekupata vyema, ni kwamba ni mabadiliko ni ya mawazo vile ulikuwa unafikiria. So inabadilika kwa sababu ya pengine vile umeamua kufikiria, so vile umeamua kuweka mawazo yako. So hiyo ndio inakuwa ni mental illness. So daktari, nini husababisha mtu afikirie kipengine mpaka iwe tatizo sasa ya kiakili? Okay. Hakuna jambo moja ambalo linasababisha mental illness. Hiyo ndio jambo ambayo tunaweza sema ni jambo ambalo linafanya sasa labda mambo ya mental illness yanakuwa magumu kiasi. Kwa sababu sio kitu kama pneumonia ambapo mtu akigonjeka pneumonia tutaenda tu toe damu yake na tunaweza ona bakteria fulani ambayo inasababisha pneumonia. Sio jambo kama malaria ambayo akipata malaria tunaweza kuenda kupima damu yake na tunaona kuna parasite ambayo inasababisha malaria. Kwa mental illnesses ni mambo tofauti ambayo yanaweza kutokana kwa akili yenyewe. Tulisema ni akili inagonjeka. Yanaweza tokana kwa mtu mwenyewe vile anajibeba kwa maisha yake, na yanaweza tokana hata na mambo ya nje ambayo yanamkumba yule mtu. Sasa tunasema there are 3 roots. Tunasema mizizi ya mental illness ni uone mti wa mental illness kuna mizizi ambayo tunaweza sema 3 main contributing, hatusemi ni causing kwa sababu moja peke yake wakati mwingine haiwezi kufanya peke yake. Ikiwa ni hiyo moja, zile zingine mbili zikikuja pamoja ndio zinaiamsha, ama nyingine moja ikikuwa nzito sana inaamsha ile ugonjwa. So the 3 main factors ambazo zinaweza leta mental illness, tunasema kuna biological factors, kuna psychological factors na kuna social factors.
Sasa kwa hizi biological factors, hiyo inamaanisha sasa tunaenda kwa biology ya brain. Unakumbuka tuliposoma biology pale high school, na hata siku hizi watoto ambao wanafanya science pale primary na junior secondary, naona wanafunzwa mambo mengi hata ambayo hatukuwa tunasoma kitambo. Lakini ukiangalia vile ubongo huko, kama unaweza kuona mahali picha, ama kama uko na simu yako kama mtazamaji, fungua tu uende kwenye mtandao uulizie kupatie picha ya ubongo ama picha ya brain, uone sasa, ukumbuke hivyo ndio brain iko, na vile iko hivyo ni kiungo cha mwili na kinaweza kugonjeka kama viungo vingine vivyote. Na brain yenyewe vile inafanya kazi ni kutumia mizizi, vile tunasema kuna nerves ambazo zinapita kuna nerves zinapita kwenye miguu, zinafanya tunaweza kutembea. Sasa ubongo ni mkusanyiko wa nerves mingi sana zimekusanyika zikafanya ubongo kakua vile. Sasa zile nerves biologically zinagonjeka. Zile nerves zinafanya kazi kwa kupitisha kemikali tunaziita neurotransmitters. Hizo neurotransmitters zinaweza kukuwa na imbalance. Sasa zingine zinakuwa nyingi, zingine zinakuwa kidogo, zingine zinagongana, zinalemeana. Hizo ndio tunasema biological, ambazo zinaweza kuaffect the brain. Biologically pia brain inaweza kuwa affected na magonjwa ya mwili. Sasa kama vile wakati mwingine ukiona mtu amekuwa na malaria na ikikuwa mingi sana, unaona anachanganikiwa. Wakati mwingine wale watu wakiwa na kidney problems, wakiwa na ugonjwa wa kidney imekuwa kwa muda mrefu ama imekuwa mingi sana, zile chemicals zinapaswa kutolewa na kidney, zikijaa sana kwenye akili, zikijaa kwa mwili zinaenda kwenye akili, anapata kuchanganikiwa. So kuna biological things ambazo zinafanyika kwa mwili pia zinachangia kwamba akili inagonjeka ama inakuwa affected. Sasa kuna hizo biological, na kwa biological tumesema sasa hiyo biochemistry ama physical part of the brain, na kuna jambo lingine linaitwa genetics. Kwamba sasa ndio hata hizi nerves zikuwe na hitilafu, hizi neurotransmitters ziwe na hitilafu. Kuna kuaga na wakati mwingine, wakati tu unaumbika kwenye tumbo ya mama yako, kuna errors zinafanyika kwa mwanadamu. Ndio maana unapata mwanadamu mwingine anazaliwa bila mkono, mwingine anazaliwa bila vidole, ama mwingine bila macho. Sasa hizo hitilafu zinafanyika kwa viungo vya mwili, pia vinafanyika kwa ubongo kama kiungo cha mwili. Kwamba hata kama hajawahi kuwa na mental illness, kuna kuwa na genetic risk. Ulisema tunaweza ongelelea risk factors. Sasa kuna zile genetic risk ambayo kuna tunaweza sema kuna ugonjwa tu ya akili ambayo kwa ukoo, na kwa mtu inaweza kuwa imetulia tu, na kuna wakati itafika iamshwe na jambo fulani. Sasa kuna genetic factors na biochemistry za brain ambazo zinafanya mtu anaweza kuwa na mental illness. Tukiingia kwa psychological factors, psychological sasa huwa gawanisha mara mbili. Ninasema personality, na watu wengi especially the young people na watu wengine ambao tumekuwa tukizungumza hata kwa forums zingine, tumeongelelea personality. Ama mtu anasema hivyo ndio mimi huwa niko. Unapata personality ya mtu inamaanisha labda kuna mtu ambaye anakuwa ambaye amenyamaza sana. Sio mtu wa kuzungumza kila wakati, wale wanajiita introverts. Na wengine ni wa kuzungumza, hata akikutana na watu ambao hawajui anawazungumzia, anafanya marafiki, very social, the extroverts. So personality ya mtu pia inaweza kuchangia mental illness ambayo anaweza kupata. Ama hiyo personality wakati mwingine ikikuwa ni extreme, kuna zile dalili za personality ambazo zinaenda zinakuwa extreme, tunaziita hata personality disorders. Sasa hizo zinaweza changia mtu kukuwa na mental illness. Na psychological factors ingine ni coping mechanisms. Unakumbuka kwa definition tulikuwa na being able to cope with stresses. So if you're mentally healthy, una cope na stresses. But if you're not mentally healthy, unakuwa na poor coping mechanisms. So mpendwa wako akiaga, coping mechanisms zako ndio hiyo wanashindwa kustahimili. Akipoteza kazi yake anashindwa kustahimili. Akianguka mtihani hawezi kustahimili. Hiyo stress inakuwa very overwhelming, na anaanza kukua labda na anxiety, anaanza kukua labda na depression. Sasa hiyo ndio psychological factors that can be a risk factor, ama zinaweza changia kwa mental illness. Na ya mwisho ni social factors. Na social factors inazungumzia environmental, mahali mtu anaishi. Na sio environment kumaanisha miti ama barabara ambayo anatumia kwenda kazini, ingawaje wakati mwingine hiyo inaweza kuchangia. Lakini watu ambao unaishi na wao, uhusiano ambao uko nao na watu ambao unaishi na wao, pale shuleni, pale kazini, pale nyumbani, mtoto ambaye amekuwa
anakuwa na wazazi wa aina gani. Ni wazazi wana upendo, wazazi wanamsaidia na kumempower, ama ni wakati mwingine tunakuwa na wazazi ambao ni wakali, wako na vita kila wakati, ni kugombana kila wakati, hata kama wangombanishi mtoto, wakiwa ni wazazi ambao wanagombana wenyewe kwa wenyewe, hiyo environment itamuaffect yule mtoto. Yule boss ambaye labda ni kugombana kila wakati inawaffect labda wafanyikazi. Sasa environment ni mahali tunaishi, na pia life events, mambo ambayo umepitia. Tuseme umepoteza mama yako ukiwa mtoto mdogo, hiyo ni life event ambayo inakuaffect. Hata wakati mwingine kukuwa na ajali ya barabarani ina affect mtu. Askari wetu ambao wanaenda vitani, wengine wako kule Somalia, wengine wako Iraq. Hiyo life event ya kwamba uko kazini na unapitia kwenye vita vingi ina affect huyo mtu, anaweza kuja kuwa na magonjwa ya akili baadaye. Sasa mambo hayo matatu ndio yanachangia, na yanaweza kuja yote pamoja. Inaweza kuwa ni moja peke yake, inaweza kuwa ni mbili, na wakati mwingine huwezi sema haswa ni hii peke yake ndio imesababisha. Wakati mwingi zinakuja pamoja. Asante sana Daktari Mary kwa kutuelezea kwa kindani ni nini haswa uchangia mtu akuwe na akili, akili yake iweze kugonjeka, ishinde kufanya kazi vile inafanya na ilete shida. Ndio tunaita mental illness. Kama unaendelea kutufuata usembona kwa iwere TV au mwancho muligereria ekenegeta seni kia Ndizi TV YouTube na tuligale na Ndizi TV News, na bogo Bwaito utaandika comment yako pale, utashare kile ambacho ungependa daktari ya kujibu. Tuko naye hapa ndani ya studio concerning your mental health, aswa your mental illness, ambayo pengine uko na mgonjwa, pengine uko na relative, kama sio wewe ni relative yako, ni mamako mzazi, ni baba yako, ni ndugu yako, na ako na shida ya ubongo ama shida ya akili. Unaweza kutuma unaweza uliza kupitia nambari ya harafa yenye iko hapo juu, simine namba ya siminere gabu ere gorogabu na bogotoma au kubolia kwa ugo charoro egere Dr. Mary nyarako bakao kwera ni asentera yobekirano. Tumeona kwamba kuna components tatu ambazo zinaweza kufanya mgonjwa ama mtu aweze kujipata kwamba akili yake imegonjeka. Tumeona kwamba kuna psychological, biological and social. Ni sawa? Wewe ni mwanafunzi mwerevu sana. Umezishika kwa haraka. Nimeshika kwa haraka kwa sababu hata mimi nataka kujua zaidi, kwa sababu hii ni shida inaweza ikatokea kwa mtu yoyote yule. Hata mimi naweza kutokea nikiwaza sana, mawazo ikijama, msongamano, unaweza kuwa umejipata pabaya. Hivyo endelea kukaa na sisi kupitia mtandaoni YouTube Ndizi TV News. Nambari ya SMS iko hapo, utanipata Sarautita Facebook. Nimekwambia Facebook yetu ya Ndizi TV News kidogo iko na itilafu, ndio maana utatupata kwa njia ya YouTube. Tunaendelea kusonga mbele na Daktari Mary Njuguna, ambaye ni mfanyakazi katika hospitali yetu kuu ya Kisii Teaching and Referral, ambaye amesimamia na ni mchanganuzi, pia ni mtaalamu wa maneno ya mental health. Asante sana daktari, tunapoendelea hivi na umetufungulia kwa uwazi kwamba kuna vitu ambavyo ni vitatu vinachangia hivyo tumeona. Sasa mtu anaweza kuwa anashangaa, je, nitajuaje kwamba huyu mtu amepatwa na hii ugonjwa? Nitajuaje? Nitaona nini? Yani signs and symptoms, ukiona tu kwa huyu mtu utagundua kwamba ako na shida. Nije nikakutafute nikwambie twende tukasaidie mtu fulani. Ndio. Magonjwa ya mental illness ni mengi sana. Hata kwa vitabu ambayo tunasoma, ambayo tunasomea ndio tuweze kufanyia diagnosis, tunaweza zihesabu zifike hata 300 ama 500. Ndiyo. Sasa sitaweza kuzungumzia kila ugonjwa wa kila dalili kwa yale magonjwa. Ndiyo. Kile nitafanya wakati niliposema kwamba mental illness ni magonjwa ya ubongo, ni ya akili. Tutaangalia akili na functions, tutazitaje kwa Kiswahili, na kazi ya akili, kadhaa chache tu. Na ukiangalia hiyo kazi ya akili unaona dalili, ikigonjeka kwa sehemu hiyo kuna dalili fulani. Akili ikiwa inafanya kazi fulani, ikigonjeka kwa hiyo sehemu kunaweza kuwa na dalili fulani. Sasa tutafanya hivyo. Kwa akili tunasema kuna, in terms of mental health, kuna 6 domains ama kazi 6 kubwa za akili in terms of mental health. Kazi ya kwanza ni kufikiria, thinking.
Sasa kuna dalili ambazo tunaweza ziona kwa sehemu ya thinking ikiwa akili kigonjeka na mawazo inakuwa na hitilafu. Sasa thinking unapata kwamba wakati na mtu hawezi kuanza kusoma akili ya mtu ati unaona mawazo ya mtu kijiandika. Wakati mtu anazungumza ndio unaelewa mawazo yake. Wakati anaongea unasikia tu anaongea, mimi sina tumaini, mimi sina furaha, mimi naona kila mtu ananionea, nimekata tamaa. Unaona huyo mawazo yake inaanza kuonesha kwamba anafikiria labda mambo ya huzuni. Ama wakati mwingine pia mawazo inaweza kuchanganikiwa kabisa. Kama vile unaniuliza swali, ukiniuliza kuhusu mental health, ama vile umeniuliza kwetu ni wapi, ninaanza kuambia unaona Nakuru, kuna ziwa Nakuru pale, alafu ukitoka hapo ziwa Nakuru kuna miti ingine. Sija kujibu kwetu ninatoka wapi, ninaanza kuzungumzia Nakuru, labda natoka hapo Nakuru, ninakwambia hata Narok. Unapata mtu ambaye umemuuliza swali fulani hajajibu swali lako, ama anaanza kujibu swali lako alafu mawazo yake yanaenda safari nyingine. Inaonyesha kwamba mawazo ya huyo mtu yanachanganikiwa. Wakati mwingine hata wanaanza kuongea maneno ambayo hayajawahi sikika. Anaongea lakini hata ukiwa Mkisii, ukiwa Mkikuyu, ukiwa mtu wa kabila fulani, unajaribu kusikiza maneno ambayo anasema, lakini maneno ambayo yanatoka kwa mdomo, yes anaongea, lakini maneno ambayo ni mapya kabisa hayajawahi sikika. Hiyo inaonyesha kwamba akili imechanganyikiwa na akili inaanza kusend instructions kwa mdomo ambayo haieleweki. Sasa hiyo ni jambo la kwanza, thinking. Ukiona mawazo ya mtu hayaambatani vizuri, ama mawazo ambayo yanaweza kuwa ni kama vile tunasema msongo wa mawazo, anakuwa na mawazo mingi, anaongea maneno mingi, inaonyesha kwamba mawazo yake inaweza kuwa ama kufikiria kwake kumekuwa na matatizo. Kuna jambo lingine tunaita perceptions, ambayo ni hisia. Sio hisia kuna hisia ya emotions na kuna hisia ya perceptions, na nitaongelelea zote mbili. Hisia ya perceptions ni ile ambayo tulikuwa tunafunzwa tukiwa primary school, kuguza, kusikia, kuona, kupumua, ama kuhisi harufu ya jambo fulani, na kutaste. Hizo ni 5. So the 5 senses zinakuwa affected. Those are the functions of the brain. Yes, macho yako ndio inaona, lakini akili yako ndio inakuambia hile ni mwangaza. Akili yako ndio inakuambia hile ni rangi ya manjano. Macho ikiona bila akili kufanya kazi hautajua umeona nini. Sasa wakati unaona, akili ndio ina interpret kile unaona. Unaposikia, akili ndio inakuambia nimesikia Kiswahili na nimesikia hiyo ni Kisii anaongea, lakini sikielewi, lakini najua ni Kikisii, hicho ni Kijaluo. Unapo taste, akili ndio inakuambia hiyo ni ndizi umekula, hiyo ni chai umekunywa. Sasa hizo senses pia zina hitilafu. Wakati akili sasa inahitilafiwa, mtu anaanza kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Mtu anaanza kusikia watu ambao hawako hapo. Anasikia na wanaongea na yeye, na ndio maana unaona wale ambao kwa lack of a better word tunawaita every wako barabarani, wanaongea na mtu. Anaongea na kabisa yeye anamsikia na labda anamuona, lakini ni kwa sababu akili yake imempatia hiyo picha na sisi hatuoni, na inaonyesha kwamba akili yake imegonjeka. Hata kunusia, wananusia vitu ambavyo haziviko. Hata kuonja, anaweza ona chakula na akiangalia yeye kwa mawazo yake anajua kuna sumu hapo. Hata ukijaribu kuikula unamwambia hapana, hamna sumu kwa hii chakula, nimeikula naona, lakini akili yake itazamwambia hapo kuna sumu hapo kwa chakula na atakataa kukula. Sasa hizo ni perceptions. Tunasema wengine wao wanaanza hallucinate. Yes, hallucinations, exactly. Kwa hizo perceptions tunaziita hallucinations. Sasa hallucinations, kuna visual hallucinations, kuna auditory hallucinations, kuna tactile hallucinations ya kuguza, and now olfactory. Sasa olfactory ni ya mapua na ya taste pia kunazo. Unaweza kuhallucinate kwa njia yoyote ile. So hiyo ni hallucinations ya perceptions. Alafu kuna emotions, which is another function of the brain. Na hapa huwa ninapenda sana kuweka jokes kwamba wakati mwingi mtu akikukosea, ama boyfriend akiachana na wewe, unasema amefanya nini? Amekuvunja moyo. Lakini sijui emotions zinatoka kwenye moyo ama ziko kwenye akili.
ziko kwenye akili. Our emotions zinatoka kwa akili yako, ndio inakwambia na hivyo ameniambia hajaniambia vizuri, na mbona ananifanyia hivi, na vile ninampenda. Sio akili nafikiria hiyo mambo, sio moyo nafikiria ni. Kwa hivyo labda tutaanza kusema amenivunja akili, hajanivunja moyo, lakini bado tunavunjika moyo, kwa sababu wakati akili inafikiria mambo hayo inatuma a lot of neurotransmitters to the heart, kwa moyo, alafu unasikia moyo wako unadunda, unasikia unakasirika na hasira inatokezea kwenye moyo. Anyway, emotions ni function ya brain. Sasa brain ndio inakwambia ukiona mtoto wako unafurahi. Brain yako inakwambia unapoona maua unafurahi. Ama wakati unaona gari yako imegongwa unasikia hasira, unasikia umekasirika, ama sahani kianguka unastuka. Hiyo emotions inatoka kwenye brain. Na wakati hizo emotions, wakati akili inagonjeka, ndio maana tunakuwa na depression. Huzuni ambayo inakuwa hapo kwa muda mrefu tunaita depression. Wakati mtu anakuwa sasa, ndio tutaingilia labda hiyo ya bipolar. Bipolar ni mambo ya emotions, ya mood. Emotions ina control mambo ya mood. Either mood inaweza kuwa juu sana, ya furaha mingi ama hasira mingi, ama inaweza kuwa chini sana ambapo kuna depression, na sana inakuwa depression, wakati mwingine inaweza kuwa hata na anxiety. Sasa hiyo emotion ni function ya brain, na mood ya mtu ikikuwa inazidi na imekuwa muda mrefu akiwa na mood fulani, hizo mood by the way ni za kawaida. Kukuwa na hasira ni kawaida, kukuwa na huzuni ni kawaida, ni mambo ya maisha. Kukuwa na stress ni kawaida, lakini wakati tunapoipima tunasema imekuwa kwa masiku mingi na imekuwa kwa masaa mingi ya mchana. Kuna vile tunaipima ndio tunasema kweli hiyo kukuwa na huzuni hiyo imezidi, imekuwa ni ugonjwa. Hiyo kukuwa na hasira imezidi, imekuwa ugonjwa. Sasa hiyo ni mambo ya emotion. Kuna function nyingine ya brain inaitwa signaling. Vile kukikuwa na jambo la kushtua ambalo linaweza kuthreaten maisha yako, akili yako itarespond. Ile tunasema fight or flight, na hiyo ni mambo ya kawaida. Tuseme hapa taa fulani ikianza kuanguka, tutashtuka na tutajaribu kutoroka, ama kama wewe unazielewa, wewe utakimbia kuinua kwa sababu labda unaielewa. Hiyo sasa ndio inaitwa fight or flight. Lakini wakati mwingine akili yenyewe inaweza jipatia ama inashtuka kwa mambo ambayo hakuna, ama inashtuka sana kwa mambo ambayo ni ya kawaida. Tuseme hata kama kusafiri na gari. Kuna mtu ambaye anaogopa sana kusafiri na gari. Kuna mtu ambaye anaogopa sana kuenda na ndege, ama kupita mahali kuna ngazi na kuna labda maji, ama kuna height. Kuna watu ambao wako very afraid of heights, na kuna wengine hawaogopi kwa sababu labda ni hata kwa lift. Kuna mtu anaogopa, anakuwa na panic kabisa, anakuwa anaogopa ni kama kuna simba imetokezea. Sasa una imagine vile wewe unaweza kustuka wakati simba imetokezea. Hivyo ndio mtu mwingine huwa anastuka kwa mambo ya kawaida, na hiyo sasa tunaita ni ugonjwa. Kuna sasa hizo anxiety disorders and panic disorders zinatokezea kutokana na the signaling of the brain inakuwa na shida. Sasa nakuwa na wasiwasi mingi, kuwa na uoga mwingi, kukuwa na kutetemeka. Hizo ni dalili za kukuwa na hiyo dalili za panic kama anxiety. Kuna ingine tulikuwa tumesema 6, sasa niko ya 5. Kuna jambo tunaita physical, ili tuweze kuleta magonjwa ya akili. Magonjwa ya uraibu wa madawa ya kulevya. Ambayo sana sana kwenye community watu hawajakuja kuelewa, na labda tunaendelea kuwafundisha kwamba uraibu wa madawa ya kulevya ama addiction na madawa ya kulevya, pombe, sigara, bangi, hayo ni magonjwa ya akili. Kwa sababu wakati mtu anapotumia vitu vile, vina affect akili. Ingawaje vita affect pia liver ama moyo, lakini jambo organ ya mwili ambayo inakuwa addicted to those things ni akili. Kwa sababu ya the good chemicals ambayo inatoa kwa akili. Wakati mtu anakunywa kitu ambacho anapenda, tuseme kama soda, ama unapofanya kitu ambacho unapenda kama swimming, kuna zile good chemicals tunaita dopamine. Kuna kitu ambayo inaingia kwa akili yako na unatoka hapo ukiwa na furaha nyingi sana. Hivyo mtu akikunywa pombe, hizo chemicals zinakuwa mingi sana kwenye akili. Na sasa ubaya ni kwamba madawa ya kulevya yana increase hiyo dopamine kwa kiwango ya juu sana, ya juu sana, kwamba sasa akili haijawahi pata hiyo kiwango, na ikipata hiyo kiwango inaitaka tena. Ndio maana sasa mtu anakuwa addicted to that alcohol, kwa sababu imetrigger kitu kwa akili, na hiyo akili inaendelea ikitaka hiyo pombe, ikitaka sigara na mambo kama hayo. Sasa tunasema mambo ya uraibu ama addiction ya vitu vya kulevya pia ni dalili ya ugonjwa wa akili. Na ya mwisho, function ya akili ni tabia za mtu.
behavior vile tulisema. Tunakumbuka tulisema mental illness definition ni kwamba it's an illness ambayo ina negatively affect the way you think, the way you feel and the way you behave. Sasa behavior yako pia ikikuwa abnormal inaonyesha kwamba kuna dalili, ndio ni dalili ya ugonjwa ya akili, kwa sababu akili ndio inakwambia, kama vile uliniponiambia leo niwe hapa by 7:30, nililala nikijiambia lazima niamke mapema. Wakati mwingine wakati akili haina mpangilio, mtu hata haukumbuki uliambiwa unapaswa kukua kazini saa ngapi, haukumbuki unapaswa kwenda shuleni. Unapata mtu anapaswa kwenda kazini, haendi kazini, ama anachelewa kazini kila wakati kwa sababu hana huo mpangilio. Tabia za mtu, kuvaa vizuri, kuzungumza na watu vizuri, kuwa na heshima na watu, inakuwa ni tabia ya mtu ama function ya akili. Sasa ukiona tabia imekuwa abnormal, na pia kuna zile tabia ambazo zinakuwa abnormal hata kwa watoto, ambazo unaona kwa mahali anapaswa kutulia kwa darasa, anakuwa very hyperactive. Ama wakati mwingine anapaswa kuzungumza na watu, hata hawezi kuongea na watu, anaona mambo mengine ambayo inakuwa ni strange kwake, ambayo inakaa ni kawaida kwa watu wengine. So hizo ndio 6 functions za akili ambazo ukiona kuna matatizo imekuwa hapo, inaweza kuwa ni dalili ya ugonjwa wa akili. Asante sana Daktari Mary Njuguna kwa maelezo yako kwa kirefu na kwa mapana, kwamba hata mpenzi mtazamaji ambaye anatuangalia hivi sasa, najua anaendelea kupata maarifa zaidi. Unajua watu wanapotea kwa sababu ya kutojua. Na ndio maana sisi hapa Ndizi TV kila siku ya Jumanne katika kipindi chetu cha afya tunaalika wale wataalamu, madaktari, wanakuja wanatuongelesha na kutufahamisha mengi kuhusu yale ambayo yanatusumbua sisi kama wanadamu. Unasikia shida, changamoto ya akili, sio sisi peke yetu, ama sio wanawake. Unajua mtu anaweza kusema wale tunaona wengi ni wanaume ambao wanaathirika, ama wale tunaona wengi ni wanawake. Sasa mimi siko hapo, hapana. Jambo la akili linaweza kumshika mtu yeyote yule. Ama ni uongo? Ni ukweli. Ni ukweli. Asante. Umwanchumuligeria karogenda tugutubwate gatulena Daktari Mary ogenda tugutweresera amange iguru y'umuchando y'obonko na kitorare ndo bonko Bwaito afya egera tunyara ko batugwikirania onse. Unajua ukiwa afya wa akili unaweza kufanikisha kila kitu. Tunasema afya ni healthy is wealthy, kwamba wewe ni tajiri sana ukiwa mawazo yako salama. Ili kutufikia kwa mengi zaidi, tufuatilie katika nambari ya simu iko hapo juu yako. Uliza swali lako kwa madamu wetu ama daktari wetu wa siku ya leo aweze kukujibu. Inawezekana kwamba uko na mgonjwa hapo na ujue uanzie wapi, ama uko na mtu ambaye huku unajua kwamba hizo dalili zote umeelezewa ndizo zitakazo muelekeza mtu mpaka ajikute kwamba akili yake iko na shida. Hivyo uliza swali lako kupitia namba ya SMS ambayo iko hapo. Utanifuata kama Sarah on Twitter pale Facebook. Pia tuko YouTube Ndizi TV News, tuko pale live. Kidogo Facebook yetu ya Ndizi TV News Digital iko na intilafu kiasi, ndio maana nimekuambia utufuate kwenye YouTube Sarah on Twitter, na vile ukipitia nambari ya harafa ambayo iko hapo juu uweze kuzungumza na sisi. Daktari, niruhusu nisome jumbe ambazo zimeingia hapa ndani ya studio ndio tuweze kuendelea, tujue kwamba kama mtu akona hizo signs, umeona kwamba huyo mtu akona shida, unafaa kufanya nini? Unajua watu wengi tuna assume kwamba atakuwa sawa, kwamba tunajiletelea shida. Naona Kevin Onderi kutoka Liamaranga anasema anatuona sana. Gotia daktari, asante. Hello Ndizi TV, naredeni sobare korwaria kirongo igare anaotole na tato minto Douglas Monda na mama mto Josephine Nyang'au. Anasema gotia daktari sana, namuona, asante kwa mafundisho. Evelyn Bikoro anasema anatuangalia kutoka huko Mountain View Nairobi. Anasema Daktari Mary, asante sana kwa mawaidha na utaalamu wako, tutazidi kusonga mbele hadi mwisho. Asante Evelyn. Naona Morning Sarah anaitwa ni Matilda kutoka South Mugrango hapa chini. Anasema nimefurahishwa sana na maelezo yake daktari, hata kama hajui Kisii, Kiswahili yake tumeipokea vizuri sana. Hata wewe Sara, kumbe ni mjuaji wa Kiswahili. Asante. Hii tumezoea Kisii hapa, mnafikiria hatujui Kiswahili. Asante. Henry naye pia ako ndani anapongeza kipindi. Divina Mora kutoka Homa Bay County anatufuata sana. Anasema tafadhali ulizia daktari mbona
wanaume wengi siku hizi hujitia vitanzi. Ni kwa sababu ya masongamano ya mawazo ama ni nini? Na ni nini inaweza kufanywa ili kuzuia visa vya kujitia kitanzi? Asante sana dada Divina kutoka kutoka Homa Bay County. Anet Omoyo ananiangalia kutoka Spania Boda. Anasema dada Sara na kuona sana na daktari ndani ya studio. Kipindi ni kizuri na ninakipongeza, muendelee namna hiyo. Niko ndani hadi mwisho. Asante. Hawa ndio wale wanatupata kupitia nambari ya harafa ambayo iko hapo juu kwa TV yako. Na wale ambao wananipata kama Sara on Twitter, Facebook, wacha nikaangalie tuone ni nani anatufuata. Tunaweza kuwa tunapiga hapa kumbe tuko peke yetu. Asante. Wale wananipata kama Sara on Twitter wanaendelea kutufuata. Naona anaitwa James Atandi anasema kutoka Ogembo wako ndani. Asante. Hapa Ogembo ni nyumbani huko Bachoge chache. Enoch Onel anasema Sara Bwakira, asante sana. Rispa Omare agote tuned in, niko ndani. Ruth Oncheku kutoka Mangere ako sawa ako ndani. Gesare Eva, asante. Naona amekotea watu wengi. Kina Isaiah Umbura, Philip wa Utawala, Embuni Thomas, asante sana kwa arafa yako. Nyangiri Brian Ayako, good morning sunshine, asante, anatusalimia hapa ndani ya studio. Samson Oroswa all the way from Ogembo municipality anasema madam ako sawa, so eloquent. Pia wewe Sara, nimeenjoy kipindi sana, sibanduki hadi mwisho. Asante. Wale ni wale wanatuandikia kutuonyesha kwamba hatuko peke yetu. Sababu tunaweza kuwa peke yetu, mimi na wewe na producer. Asante. Mwanchimo nile mbia mono asoko enda gutobwati ana daktari tugo gase studio to kwanira igoro yo muchando bwobo nko use akili ya afya ya kiakili. Naende na kitore nyole tomenye vya kiafya. Unajua afya inaanzia huku juu. Mipango yako yote iko kwa akili, na akili ikiadhirika basi tunaenda pabaya. Ndio maana daktari wetu leo ndani ya studio anajaribu kutuambia, ukiona hizi dalili, ukiona mabadiliko fulani, njoo hospitali. Na hilo linatupeleka kwa swali letu kwamba daktari, mtu ambaye tumeona hizi zote signs and symptoms kwake, tunafaa kufanya kitu gani? Kwa sababu tumeassume, tumewaacha. Ndio maana unawaona kwa barabara, ndio maana unawaona wamefungwa kamba nyumbani, hatuchukui hatua. Tukiona hivyo tufanya nini? Waleteni hospitalini. Waletwe hospitalini kwa sababu natumai baada ya kuzungumza haya yote tutakuwa tumeelewa kwamba kugonjeka kwa akili ama kuonekana mtu ambaye ako na tabia za kuonekana ni tabia ambazo haziendamani na mambo ambayo tumezoea kwenye society, mawazo ambayo haendamani na vile tunaelewa, mtu ambaye anaona vitu vingine na kuna vita nyingi. Hizo ni dalili za ugonjwa wa akili, na kama ni ugonjwa unaletwa hospitalini, unatibiwa. Na wakiletwa pale hospitalini tunaweza kuwatibu kwa njia tofauti zile ambazo wanaweza kupata nafuu. Na je, wanapona? Mtu anaweza kupona kabisa, aende nyumbani, aanze maisha yake vizuri, ama inakuwaje? Kuna kupona na kuna kupoa. Ndio. Jambo moja ambayo ningependa watazamaji wetu waelewe, na wagonjwa wangu wengi najaribu kuwaelezea, na hata wale relatives, wazazi wa wagonjwa wangu, nawaambia kwamba unfortunately mental illnesses are chronic illnesses. Chronic and relapsing. Magonjwa ya akili ni kama ugonjwa wa sukari. Magonjwa ya akili ni kama ugonjwa wa pressure. Na tumekuwa nafikiri wakati tulianza kuona magonjwa haya ya pressure na ya sukari, ilipoanza mtu hakuwa anaamini kwamba ni ugonjwa ambao yatabidi kuwa nao maisha yake yote. Lakini kwa sasa tumekuja na tumekubali. Watu ambao wako na magonjwa ya sukari wanameza zile dawa maisha yao yote. Wale wako na magonjwa ya pressure wanameza madawa yao maisha yao yote. Vile magonjwa ya akili. Ikishapatikana, wengi wao wanahitaji kuwa kwa matibabu maisha yao yote. Sio jambo zuri ambao watu wanapenda kusikia. Watu wangependa kusikia ni kwamba ni ugonjwa ambao akimeza dawa mwezi moja ama akiletwa pale kwa ward, tukishampatia yale madawa anarudi nyumbani na hahitaji kuendelea na madawa. Unfortunately, magonjwa mengi ya akili ni magonjwa ambayo yanahitaji kutibiwa long term, kwa sababu ugonjwa wenyewe ni chronic, hauishi, unapoa tu, unahitaji kukua tu controlled. Asante. Kuna Divina kutoka Homa Bay County ameuliza kwamba siku hizi
hata katika utafiti kwamba wanaume wengi siku hizi wanajitoa uhai ama wanajitia kitanzi. Ni kweli, hata sisi hapa tunafanya hizo stories. Hata kama sio Kisii peke yake, ni Kenya mzima. Mtu amejihang, mtu amekunywa sumu, mtu ameamua kujimaliza kwa njia yote ile. Sasa Divina Mora anasema, uliza daktari, ni nini huchangia wanaume wengi wajitoe uhai as compared to women? Hatusemi wanawake pia wajimalize, wanajimaliza, lakini ni idadi ndogo ikilinganishwa na wanaume. Na tunaweza kufanya namna gani kumaliza hili jambo? Kwa sababu anaamini kwamba ni shida ya mawazo. Ndio. Okay. Nitakukosoa kwanza kwa sababu statistics zinasema kwamba wanawake wengi ndio wana attempt suicide, ndio wanafanya ile kitendo ya suicide. Ingawaje hawafi, wengi wao hawafi wakifanya kitendo cha suicide, as opposed to wanaume wachache. Ukifanya wale ambao wanafanya kitendo cha suicide na kati ya wanawake na wanaume, wanawake wanafanya sana, wale wanajaribu sana. Lakini wanaume sio idadi mingi kubwa, ingawaje labda kwa siku hizi labda idadi yao imeendelea ikiongezeka. Wanaume sio wengi sana ambao wana attempt ile suicide. Ingawaje wakati wameattempt, wanaume wengi inaishia wamemaliza, wame succeed for lack of a better word, poleni sana. Ile inakuwa successful kwa wanaume more than kwa wanawake. Na ni kwa nini? Kwa nini inafanyika hivyo? Unafikiria kwa nini inakuwa hivyo? Pengine wanaume hawapendi sana kushare. Okay. Kuna sababu nyingine? Sababu nyingine ni financial, maneno na pesa. Unaona, wanawake ndio wanaifanya sana. Wanawake ndio, idadi ya wanawake wengi wana attempt, lakini mwanaume akifanya yake inakuwa successful, lakini wanawake wengi hawakufi sana kwa suicide. Ni kwa sababu ya njia ambayo wanaume wengi wanatumia kufanya ile act ya suicide. Wanawake wengi kwa sababu ya uoga wetu na udhaifu wetu, tunafanya jambo la labda tutafanya kwa ile nguvu. Wanaume kwa sababu ya nguvu yao na determination. Unajua mwanaume akiamua amekupenda na kupenda, na kama hakutaki pia hakutaki. Pia akiamua kufanya jambo fulani anafanya na uamuzi wake wote, na ameamua. Hiyo ndio maana unaona wakati kwa society sasa ikifanyika kwamba mwanaume ameattempt, wakati mwingi tunampata kama ameshamaliza. Wanawake wengi tunakutana na wao kwenye hospitali ambao wameattempt na tunakutana nao wameokolewa ama haijakuwa successful. It's unfortunate, lakini ni jambo limekuwa janga, limekuwa very big menace kama vile amesema. Lakini ningependa kusema at the end of the day pia suicide ni dalili ya ugonjwa wa akili, vile madam huyo wa Homa Bay amesha suspect kwamba hiyo hali ya kutaka kujitia kitanzi, hali ya kutaka kujitoa uhai ni dalili ya msongo wa mawazo, ni dalili ya depression. Actually suicide yenyewe huwa tunaichukua kama ugonjwa wa akili. Ile sasa mtu mwenyewe amefikia hapo, ako na hiyo mawazo ya kujitoa uhai, inaweza kuwa ni ugonjwa peke yake ambayo tunaita suicidality ama suicidal behavior, ama inaweza kuwa ni dalili ya depression. Depression wakati mwingi, wakati mtu anaanza kukuwa hana tumaini, hana furaha, anaona maisha imefika, akujidharau, kusikia ni kama yeye hafai, anaona kitu kidogo amefanya kibaya ni kama amekosea watu wengi, anasikia ni kama hafai tena, anaona maisha hafai kuwa hai, na hiyo sasa inampatia ile mawazo ya afadhali hata basi nijiondoe. Sasa suicide sana sana inakuwa ni dalili ya depression. Ukiangalia nyuma, ingawaje sasa wengi hatuwezi wauliza walishaenda, utapata wengi wao wamekuwa na depression. Na vile tulisema depression kama ugonjwa wa akili, kuna zile three factors. Inaweza kuwa ni biological, kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye akili, kuna psychological factors, yule mtu labda hajakuwa kama vile unasema wanaume wengi hawaongei. Kama society tumewafunza wanaume anajikaza kimwanaume, haongei mambo yake kitabuni, hasemi wakati anakuwa na mambo ambayo yanamsonga. Mtu akikukasirisha kama maybe vijana wale wetu wadogo, usilie, unakaza. Sasa hawatoi emotions zao. Wakiendelea kuziwekelea zinaendelea kupile katika mawazo yao. Sasa mwishowe either wanaenda na depression ama inafika mahali anaona amefika mwisho na hana suluhisho, kwa sababu hajui vile kuzungumzia mtu mwingine. Inakuwa hizo ndio circumstances ambazo wakati mwingi zina affect wale wanaume. Na maana
wanaamua mara moja. Wanaamua mara moja. Wanawake sisi unakuwa kwa kisema nitajirusha. Nitajirusha mpaka mtu asikie atakuokoa. Ndio anakuja kukuokoa. Mwanaume ataenda atasimama na afanye vile. Na wanawake pia tuko na avenues nyingi za kuzungumza. Tunakaa chini na wamama wenzetu, tunaenda pale sokoni, hata ukienda kununua mboga na humjui yule mama, anaanza kuambia habari yako, umetoka wapi nini, unamwambia hata na ni mtu ambaye hata humjui, na mnazungumza, mnasema vile mabwana siku hizi wamekuwa, inakuwa ni therapy session. Na ukitoka hapo unasikia hata vile nilikuwa nimekazirikia ule mzee, hiyo hasira imepungua. Lakini mwanamume wataenda pale kazini, labda wafanye kazi ya kazini na wataongelea kuhusu football, waongelelea siasa, waongelelea mambo. Utawapata wanaongea na wanacheka, lakini ni vigumu sana uwapate wakizungumza. Mwanamume akiambia mwanamume mwenzake, mimi nasikia nimekwazika, ninasikia huyu mtu amenifa, ama bibi yangu ama watoto, ninasikia nimefika mwisho, mapato yangu utapata si wanaume wengi ambao wanaweza kuzungumza. Na ndio unaona labda wakati mwingine siku hizi tunaona labda mambo ya masongo ya mawazo yanadhuru wanaume sana, lakini yanatudhuru sisi wote, wanawake na wanaume. Ni vile labda katika media ama yale mambo ambayo tunapata tume-highlight sana ya wanaume, na ni sawa ndio tuweze kuwa-highlight, tusisahau vile tunasema boy child, tusimuache nyuma, tuweze ndio tukumbuka girl child, tukumbuke sana, kwa sababu ni ukweli vikundi vingi zikiwemo kina FIDA hizi wanang'ang'ania na kupigania haki za wamama na watoto wasichana. Hatujaona sana vikundi vikijitokeza kupigania mtoto mvulana, na it's high time hizi makundi hivi vikundi viweze kupigania watoto wote, ndio maana tuweze kuokoa society. Daktari, saa zetu zinaendelea kuyoyoma na kukimbia wakati tunaendelea kuzungumza zaidi, na nafikiri kwamba hii idadi ya wanaume tumesema kwamba wakiamua wanafanya. So leo kama wamefanya watatu, hao ni watatu wanajua. Kesho pia kuna ule mmoja. Kesho ndio maana idadi yao inaongezeka as compared na wanawake. Asante daktari. Kuna kabla tufike kwamba tutazuiaje tuweze kuishi afya nzuri ya kiakili, kuna disorders zingine zinaletwa na mental zinakuwa kwa mental health. Kuna some disorders ningependa kwamba utujuze tu kwa kifupi. Kuna disorder niliona nikipitia anxiety disorder, inaletwa na nini, na inaweza kufanya nini. Kuna ile bipolar. Kuna Mkenya huyu anaishi Marekani ambaye alijikuta matatani na akapoteza uhai kwa sababu alikuwa na hiyo disorder. Maskari walimshika na baadaye alikufa. Hiyo ilikuwa kwa magazeti, ilikuwa kwa matelevisheni. Tunataka kuelewa mental illness ndio hiyo inakuja chini mpaka inakuwa na hizi disorders zinaleta shida. Kwa mfano bipolar disorder inaletwa na nini? Bipolar disorder ni ugonjwa wa akili. Ni kama vile tukisema cancer. Sasa kansa ni jina tu. Ndiyo. Lakini sasa mtu ataweza pata kansa ya moyo, kansa ya lungs, kansa ya liver, kansa. Sasa bipolar tu. Sasa ukiwa na mental illness, nilikwambia ni kama 300. Ziko kama 300 ama 500. Lakini zile tunazijua sana ambazo tumezungumzia, ama zile zinaitwa common mental disorders, mojawapo ni anxiety disorders, ambayo ina affect hata watoto wadogo. Hilo ndio jambo lingine. Watu bado hawajakuja kugundua, ama wakiona mtoto akiwa na mambo ambayo haieleweki, hata hawaamini kwamba ni mental illness. Mental illness nilisema nilipoanza, as long as mtu ako na ubongo, uko na akili, unaweza kuwa na ugonjwa wa akili. Na wasi watoto wako na ubongo, wako na akili. Hata sisi ambao tuko tunasema young people ama from the youth and the young people tuna akili, na pia wao wanakuwa affected. Na pia wale wazee wakongwe 90 years and above pia hata wengine now even from 65. So kila mtu yeyote anapata ugonjwa wa akili. So nilikuwa nasema kuna the most common ni usually anxiety. Na anxiety tunasema ni ama anxiety disorders ni excessive nervousness, ile kukua na wasiwasi na kuwa very nervous. Inakuwa ni very excessive, sio tu ile kidogo labda hiki kikombe kienda kuanguka nitashtuka kidogo na nikishairudisha kwenye kwa meza hiyo anxiety imeisha. Excessive fear
excessive apprehension and excessive worry. Ako tuna mawazo. Ile sasa tunasema ati mtu tu anajipea mawazo. Kumbe si yeye anajipewa, ni akili yake iko na hiyo itilafu, iko na hiyo kawaida yake, anakuwa tuna ana worry. Kuna wakati mwingine wana worry about something specific. Tuseme kama ni mtoto ambaye ako shuleni, ambaye ako candidate, atakuwa na worries, atakuwa na anxiety kwa sababu ya mtihani ambao unakuja. Kama ni mtu ambaye anaenda interview, anakuwa na hizo worries kuhusu interview. Lakini kuna wengine ambayo inakuwa tu non specific. Kila siku tu akiamka ako tu na wasiwasi, ako na uoga, ako na wasiwasi kuhusu nothing in particular, ama everything in general. Anaogopa kama maji inamwagika kwenye mfereji, lazima ashinde akifunga maji. Anaogopa labda kutanyesha, atashindwa kwenda kazini. Anaogopa labda akiingia kwenye gari, anaogopa kila kitu na anything. So kuna hiyo anxiety disorders. Na usually tunasema they last long and they interfere with the way mtu anaweza kufanya kazi, vile anafanya shuleni na vile anafanya relationships yake. Another common mental disorder ni depression. Depression, tunasema dalili sana za depression ni excessive sadness, huzuni ambayo imekuwa kwa muda mrefu. Inakuwa kwa siku moja, inakuwa kwa masaa mengi ya mchana, ama mchana na usiku, na inakuwa kwa masiku mingi ambayo inafuatana. Huwa tunasema at least 2 weeks or more. Kwa sababu wakati mwingine huzuni, tuseme kama ni mtu umepoteza mpendwa wako, ama kitu chako cha maana kimepotea, ama umepoteza pesa, utakuwa na huzuni kwa siku kadhaa, lakini inakuja inaisha. Ukikuwa encouraged na unajiambia maisha iko hivyo, inaendelea. Lakini hiyo huzuni kiendelea kizidi wiki mbili, na inakuwa ni kila siku, na pia inakuja na mawazo ya kukosa tumaini, ya kukuwa na a lot of guilty conscience. Unakosa tumaini, unakosa hata furaha ya kufanya mambo ambayo ulikuwa unafurahia kufanya. Kama ulikuwa unapenda kutizama football, kama ulikuwa unapenda kukaa na wamama wenzako kuzungumza, hautaki kufanya hivyo. Unataka tu ujifungie kwenye room yako na ukae pale, na hutaki kuzungumzia watu. Hata wakati mwingine depression inakuja na dalili za mwili. Mtu ambaye anaumwa na kichwa kila wakati, anakuwa anaenda hospitalini kila wakati, anaumwa na kichwa, anaumwa na tumbo, anaumwa na mahali fulani, na wakipima hawaoni shida yote. Inamaanisha inaweza kuwa, lakini wakati mwingine sio kila wakati iko ni depression. Inaweza kuwa ni depression ambayo inaleta sasa dalili za mwili. Ili akili yako imegonjeka, wewe uelewi kwamba akili inagonjeka, sasa inakuonesha niko mgonjwa zaidi, mpaka inaleta dalili za mwili, kuumwa na tumbo, inakuwa ni dalili pia za depression. Na pia sasa tulisema dalili ya depression pia ni kukuwa na mawazo ya kujitoa uhai, ya mawazo ya kifo, ama ya kutaka ya kujiua. Sasa depression na bipolar zinakaribiana kidogo kwa sababu ni mood disorders. Sasa vile nimeongelea depression inakuwa hivyo peke yake. Inakuwa kila wakati tu wako hiyo sehemu ya chini ya mood ambayo iko chini kila wakati. Lakini bipolar iko na sehemu mbili, ndio maana inaitwa ni kama bicycle. Iko na sehemu mbili. Lakini wakati mwingi bipolar, wakati inakuja, ama the first diagnosis tunafanya ya bipolar, ni wakati wako na zile emotions za juu. Tunaziita mania, wanakuwa na manic symptoms. Sasa wako very high. Either anakuwa na hasira ya juu sana, ama anakuwa na furaha ya juu sana. Akiwa na ile furaha ya juu, anaweza enda anachukua hata mshahara wake wote, ananunulia watu mandazi, ama anaweza ananunulia watu pombe. Ako na furaha, ako na excitement. Huwa wanapenda kufanya mambo ambayo ni makota, wanajiamini kuwa mtu ambaye ni mkuu sana. Labda hata mtu kama mimi naanza kuambia mimi ndio rais wa Kenya, mimi ndio rais wa Russia, kwani hamnijui mimi ni nani? Anakuwa na inflated self esteem. Anakuwa na nguvu mingi ya kufanya vitu ambayo sio ya kawaida. Mchana na usiku hata halali. Ako wapo labda ni kama ni mama nyumbani, amepanguza nyumba mara 20, mchana usiku bado anapanguza madirisha. Ako na nguvu mingi na anafanya kazi mingi. Sasa hizo ni manic symptoms. Na hiyo tunasema ni bipolar. Na ule mtu wa bipolar pia anaweza toka kwa manic akuwe na depression. So anaweza kuwa na either of those two sides. Asante sana Daktari Margaret. Disorders ni mingi. Tuna dementia, tuko na autism, tuko na disorders mingi sana. Kwa sababu ya muda, tutamwalika tena siku nyingine, tutaongelelea moja kwa moja kwa sababu healthy is so wide. Tukisema mental illness sio kitu hivi, ni kitu kubwa sana, lakini nafikiri kwamba haya tumeongea, tumejaribu sana. Naona Chief Dennis from Mwanda ananiambia daktari atumie Gusii. Chief Dennis, kama ndio unaingia, daktari wetu atoki hapa karibu,
Angekuwa Mkisii tungekuwa tumechapa Kisii yote. Anatoka huko Nakuru lakini ameishi Kisii 10 years. Nimemwambia next time nitamfundisha Kisii yenye anajua ni Ugakire Waire. Ndio. So daktari Chief Dennis mgeni wetu hawezi kuzungumza hiyo lugha yetu ya nyumbani, ndio maana kidogo tumekwepa hivi na kutumia Kiswahili, Kizungu na Kikisii. Pia mimi natumia Kikisii hapo ndio uweze kuelewa. Lakini asante kwa sababu ni kuonyesha kwamba unafuatilia kipindi. Asante. Naona Ruben Atuta ako ndani ananiambia mochokoro, mimi ni mjukuu wake. Ananiambia kazi safi sana na daktari ndani ya studio. Tumeshukuru sana kwa sababu ya mafundisho ya siku ya leo. Barikiwa sana na daktari atakapotoka afike salama. Asante sana Ruben. Naona Lydia Mora all the way from South Mogrango anasema leo nimechelewa kazini, lazima nimalize kipindi. Kipindi safi sana kwa sababu ya afya. Asante, nimejifundisha mengi. Asante. Wale wanatufuata kupitia nambari ya harafa na wale wengine wanatufuata YouTube tunashukuru sana, na wale wanatufuata kupitia Saron Tita Facebook tunashukuru. Leo Facebook yetu ya Ndizi TV News Digital imetulet down kidogo, iko na itilafu, ndio maana hatujapata feedbacks mingi sana kwa sababu nyingi zinatoka huko, lakini hata hizi sio chache, ni mingi sana. Watu naona baada hawajaenda kazini wanafuatilia kipindi. Sasa daktari, kwa maoni yako ili tuweze kumalizia watu ambao mnawashughulikia sana hapo Ktrh, I think wanakuwa ward 10. Nimeshawahi kushare sana na daktari Roger Somia pia. Watu ni wengi, wanaongezeka. At least kila siku napata mmoja wawili, hivyo hiyo idadi sio kidogo sana. Kwa maoni yako kunaweza fanywa nini, maoni ya kidaktari, ili tuweze kuzuia idadi nyingi ya watu ambao wanakuwa na shida ya kiakili kiasi kwamba wanakuja hospitalini? In other words, najaribu kusema tufanyeje, tuzuie kidogo. Mambo ni kadhaa ambayo tunaweza kufanya kuzuia ili sifike pale hospitalini. Kwa sababu mengine ni kwamba kama hitilafu ambazo ziko kwenye ubongo labda hatuwezi kuzuia. Lakini kuna mambo ambayo tunaweza kuzuia, kama vile tuliona kuna mambo psychological na environment, especially environment, mahali tunaishi. Nitakufikia hapo, lakini kwanza vile tumefanya leo ni jambo moja la kuzuia yale magonjwa ya akili yasikuwe yanazidi sana. Vile uliposema kwamba watu wengi hawajui kwamba wako nyumbani na mtu ambaye ako na ugonjwa wa akili. Tuweze kujifunza dalili hizi za magonjwa ya akili, tunaweza kuziona mapema. Ukiiona mapema inaweza kutibiwa kwa urahisi, ama kurudi back to normal for that person inakuwa ni rahisi. Sio kama yule mtu ambaye amekuwa na ugonjwa huo kwa miaka 10, miaka 15, 20 ndivyo analetwa. Akiletwa kwetu na amekuwa na ule ugonjwa kwa miaka 20, usitarajie kwa siku mbili tutamrudisha arudi kuwa a productive member of the society. Tukiona zile dalili mapema, hata ukiona kwa mtoto wa miaka 5, miaka 10, mpeleke pale hospitalini, anatibiwa mapema, anaweza kupata ile matibabu ama dawa zile anaweza kumeza, na anarudi back to normal much better than mtu ambaye amekuwa na ugonjwa kwa muda mrefu. Na pia sasa pale sasa kwanza tumesema ni kujifunza, vile tumewafunza hivi, na kila mtu ambaye ako nyumbani amesikia ujumbe huu, unajifunza na unajaribu kuona ni mtu mgani ambaye anaweza kuwa ana tatizo lile, unampeleka pale hospitalini. Jambo la pili, vile tulisema kuna mambo ambayo tunafanya kwa society, ama life events na inaitwa environment, ambayo inachangia mambo ya mental illness kutokezea. Kama sasa African community tunahitaji kukua more aware. Kama Biblia inasema be your brother's keeper. Tuwe na kindness. Kuna young people wanaitwa a million hugs, ambao huwa wanakutana mahali na wanasema if you can choose to be anything, choose to be kind. Tuwe na utu mmoja kwa mwingine, kwa sababu vile unapomkorofisha mtu, unapompiga mtu, kama ni mwanamume ambaye anampiga mkewe, hiyo kumpiga ama kukuwa violent, kukuwa na toxic home environment, inafanya yule mtu, inachangia sana akuwe na risk factors ya kukuwa na mental illness. Tunapowalea watoto wetu, tuwalee na upendo, tuwalee kuwa empower. Na nilipokuwa namwambia mtu mwingine, kama wazazi tunahitaji kukuwa watu ambao tunawaelimisha watoto wetu kuhusu their mental well-being.
Sisi tukiwa wazima sasa ndio tumejua kuhusu mental well-being yetu. Wakati tulikuwa watu wadogo, watoto hatukujua ama wazazi wetu hata hawakujua kwamba mental health yetu inahitajika na ni muhimu. Kama wewe ni mzazi ukiwa na mtoto wako pale, wakati unamlea, kwa sababu wanasema mti ukunje ukiwa ama samaki mkunje angali mbichi. Tulisema kuna magonjwa ya mental inaanzia wakati bado watu wako watoto wadogo. Wakati wako watoto wadogo, wacha wajue kwamba afya yao ya akili ni muhimu. Wacha wajue kwamba kuwa na furaha na kufurahia maisha ni muhimu. Wasifikirie maisha kwamba ni kukua tu na huzuni ama kukasirikiana kila wakati ama maisha tu ni magumu. Hata yakiwa magumu, tunapata furaha kwa mambo kidogo kidogo. Kwa hivyo tushughulikie watoto wetu afya yao ya akili. Tujishughulikie sisi wenyewe, ukue aware about your own mental health. Unajiuliza ni mambo gani yananihuzunisha sana ama ni mambo gani yananisukuma sana, na kama yanakusukuma sana, kuna sasa yale tunasema early interventions. Kuna ile therapy. Unaweza kuenda wewe mwenyewe therapy, unapata mtaalamu wa counseling ambaye anakuzungumzia, anakuzuia kuliko usijipate umesukumika hadi mwisho. Hata wale watoto wetu ukiwapata kuna mambo ambayo yanawasonga, hata wakati mwingine wakati mtu amepoteza mpendwa wake, tunasema pata grief counseling ili uweze kucope na uweze kutoka kwa hiyo hali ya kupoteza mpendwa wako. Tunaenda therapy. Therapy is one of the ways ya kuzuia some of the minor mental conditions isikue major conditions. So kuenda kwa therapy, kujijua we mwenyewe mental health yako iko namna gani, kukua aware, unasema mambo fulani yananisukuma, yakinisukuma ninafanya nini? Labda ninaenda kwa daktari ama ninazungumza na mtu, ninaweza ku-offload. Na kujua sana ninashughulikia watoto kwa sababu hawajui, na sisi ndio tuko na responsibility ya wale watoto, na sasa for each other. Be your brother's keeper. Angalia mtu ambaye mnafanya naye kazini. Ukianza kuona kama anaanza kuwa na mambo ambayo yanamsonga, unaona kubadilika, be concerned, approach them, msaidie. Na pia sasa pale nyumbani, wake na waume, tuwe na upendo, tuwe na kukaribiana, na tusikue na ubaya na ukorofishana mwingi. Asante sana Dr. Mary Njuguna. Muda wetu naona umeisha. Sijui kama nitapewa dakika moja ili uweze kusema jambo lako la mwisho tukitoka. Na pengine niongezee vile umetuelimisha siku ya leo, ni kwamba kwa wale ambao tayari wako na hiyo shida, tuweze kuwakubali na tuweze kuwapatia support. Kwa sababu ukimwachilia tu hivi kwa sababu ati huyo sasa ashakuwa mwenda wazimu, hiyo ndio jina tunawapatia, na hiyo ni bahati mbaya. Kwa sababu hiyo ni condition ama ni ugonjwa. Tunafaa kuwafika karibu na kuwapatia ile support. Hiyo ndio nimejifundisha kabisa siku ya leo. Na sijui mtazamaji kama umejifundisha kitu gani, kwamba janga la ugonjwa wa akili inaweza kumshika yoyote tu, ili tukue makini kwenye vile tunaweza kutatua hii shida kulingana na daktari vile ametupatia mawaidha. Muda wetu umekwisha daktari. Jambo lako la mwisho pengine ukitokea, kwanza ni kushukuru wewe kwa kupata muda na kuitikia mwito, hata kama ilikuwa na short notice uliweza kufika, na hilo atuchukulii hivi. Tunashukuru tena sana. Siku nyingine nitakualika mapema ili ukuje mapema tuweze kuzungumza kwa kina, lakini asante sana kwa kukuja. Jambo lako la mwisho kwa watazamaji tunapomaliza. Asante. Jambo langu la mwisho, na jambo ninapenda kusema kila wakati, ni kwamba kwa kimombo tunasema there is no health without mental health. Vile uliposema kwamba akili ndio engine, ndio nasimamia mambo yote. Hivyo kila mtu awe ajiangalilie mambo yake ya mental health, vile tulisema, mambo ya your emotions, psychological, intellectual. Unajiuliza, niko sawa katika mambo haya yote? Am I able to cope with stress and a range of emotions? So unapoangalia your mental health, then pia mwili wako mwingine wote unafuatilia na unaweza kufanya mambo yako yote. So there is no health without mental health. Tuweze kujichunguza sisi wenyewe. Ukijipata kama mwenyewe uko na matatizo, una seek for help. Ukipata mwenzako, be your brother's keeper tena. Ukipata mwenzako ako na matatizo ya mental health, mwelekeze anapoweza kupata usaidizi. Ndio. Asante sana, kauli nzuri sana. Mwanchumuligerelia Daktari Mary Njuguna oyuru munyagitari asinyagitari ya Kisii Teaching and Referral waigore consultant asamangana a psychiatrist aboko moligia egera gokonya na ngo shirikiana bari na serikali ya kaunti ya Kisii
koranga na kimo chando bonko okoera ase county ya Kisii na Kenya ngima nero tubategega ase studio kerutwaga chagete mpaka tuikiriga nukugena kwanenga umefaidika umepata maarifa wendo kwa rego igo ni maite gwepimire kwa rodrenga je una shida ya akili kama uko na shida ya akili tembea haraka Kisii Teaching and Referral mtafute madam daktari Mary pamoja na madaktari wengine waweze kukusaidia na mapema ndo baisa kutigeiga onyola tuenyoje akongo. Nasema ni asante sana kwa wale wote ambao mmefanikisha kipindi. Ninashukuru sana tukishirikiana na producer anakwenda kwa jina Joshua Auta. Tulikuwa na daktari Mary Njuguna kutoka hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral na mimi naitwa Sara Nyarangi Ontita na kutakia utazamaji mwema.